okoa magari ya Tata. Naam, mpenzi mtazamaji, jina langu naitwa Mtayembe. Ni mabingwa wa kukuza na kutangaza biashara yako katika level za kimataifa. Sitaki kuiongelea in deep kwa sababu na changamoto gani alizipitia huko nyuma mpaka kuwa jinsi alivyo. Nilivumilia kwa sababu najua hiyo ndio njia pekee ambayo ukipenda unaweza kaniita Twiga Mpole au nyala za serikali. Baada ya kumaliza form 4 maisha yalikuja yakabadilika kwa sababu tulikuja huku Dar es Salaam kutafuta maisha nikiwa na mama yangu. Wakati niko form 4 mwezi wa 4 mama akaja akafariki, lakini kumbuka hapo nilikuwa naishi mimi na mama yangu tu. Sijai kubahatika kumjua baba yangu. Nimezaliwa peke yangu. Kwa hiyo ninapoongelea maisha yalibadilika kweli kwa sababu nyumba tulikuwa tukiishi na marehemu mama kodi iliisha. Kwa baada ya hapo maisha yangu yakawa kama movie. Nazunguka huku na huku, mara ndugu wao akufukuze, mara huyu akupokee, lakini uishi naye kwa masimango, manyanyaso na yavumilia yote kwa sababu kichwani mwangu nilikuwa bado ni mdogo, lakini kuna mahala ambapo nilitamani nifike. Nilikaa yani nilijipa moyo tu kwa sababu tayari niko hai. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nashukuru kwamba niko hai, na nilikuwa naomba sana nipate uzima nisipate maradhi. Nilisafa kimaisha sana. Sitaki kuiongelea in deep kwa sababu uoga ni kitu ambacho kinaniumiza. Yani but ndio hivyo, sikutaka kukata tamaa kwa sababu niliamini iko siku nitafika pale ambapo nahitaji kufika. Yeah, but naomba niishie hapo. Kuna vitu vinaumiza sana katika maisha mpaka unafikia wakati unakata tamaa kabisa. Lakini kupitia story yangu unaweza kuuponya moyo wako kwa wale watu ambao Mwenyezi Mungu ameamua kuwaleta kupitia story zao za maisha ili kuweza kupata tumaini jipya. Tuendelee kumsikiliza Aisha ni kwa namna gani aliweza kuvuka kwenye hiyo changamoto. Nilikuja nikakutana na mtu ambaye aliamua sasa kwamba nitakusaidia maisha. Lakini wakati ananiambia atanisaidia maisha, yeye mwenyewe alikuwa bado yuko kwao. Unanielewa Wakati huo akanisaidia kweli, mimi nikapata kazi. Nilipata kazi kwenye ndege, mimi nilikuwa nasafiri na ndege. Sema hilo shirika lilikuja likafa. Unanielewa vizuri. Lakini katikati wakati nafanya ile kazi, nikaja nikapata ujauzito. Nikaja kujifikiria, sina pa kukaa. Mwanaume amenipangishia chumba, lakini chumba hicho nipangishia nilikuwa mvua ikinyesha na kinga ndoo mimi. Nikinge ndoo, nipandishe magodoro juu, niweze kulala. Nilikuwa silali wakati wa mvua yani. Nilivumilia kwa sababu najua hiyo ndio njia pekee ambayo nitajikwamua, na nilikuwa nataka nijue kwamba labda huyu mwisho wake ni nini. Basi mimi nikamwambia mimi natoa hii mimba kwa sababu kwanza sina mzazi, sina pa kukimbilia. Leo yani nawaza sasa nikijifungua mimi naishije? Sina, yani niko kama sina ndugu hapo, lakini sio ile wa karibu wa kusema kwamba wewe atakushika kipindi hicho, umeelewa? Basi uzuri akaniambia mimi nitakupeleka kwetu. Akanipeleka kwao, alivyonipeleka kwao akanitambulisha, kunitambulisha kwao akanipokea. Babake akaamua tu kwamba naona nyie watu mfanye muoane. Sasa ikija ile point ya kuoana, mimi naolewa. Nani atasimama kama mama yangu kwenye harusi, unajua? Nani atasimama kama baba yangu? Nani atasimama kama familia yangu? Yani niliwaza vitu vingi. Ananiambia tuone kwanza, mimi nimwambia hapana. Kwa nini kwa nini yani nisizae tu tukamlea huyu mtoto? Akaniambia wazazi wake yani ni watu wana upendo sana. Mimi nikamwambia listen, kipindi hicho sasa nishatoka kule nilikokuwa nakaa naye, nikawa kwa sababu ya hali yangu kuna ndugu wa mamangu, nikaenda nikawa nakaa kwake. Akaniambia sikia nikwambie, mimi nataka nikuoe kama wazazi walivyoamua. Lakini
hicho unachokifikiria wewe usijali. Umenielewa? Akanikutanisha tena na wazazi wake. Mimi nikamwambia, "Mnataka niolewe fine. Hapo nina mimba inaenda mwezi wa 8." Umenielewa vizuri? Akaniambia usijali. Wazazi wake akasema kwani shida nini? Mimi nikawa nafikiria bwana natakiwa labda nifanywe kitchen party, nipate angalau vyombo, umenielewa, au nifanywe send off. Hivyo. Lakini sina uwezo wa kuifanya hii shughuli. Huwezi amini, babangu mkwe aliniambia kwamba nitakupa hiyo hela mimi ufanye hiyo send off. Nikajiuliza, yani mimi naolewa sehemu, then hao wanipe mimi hela ya kufanyia shughuli yangu mimi, kwamba naagwa kwetu. Sikufichi, katika kitu namuomba Mungu aniweke ili watoto wangu wasije kuishi maisha ambayo mimi nimeishi. Yani naongea kitu kinaniuma, ni kitu ambacho sipendi kukiongea kwenye maisha yangu, but hivyo basi shughuli zikaisha, sherehe zikafanyika, Mwenyezi Mungu akanijalia nikajifungua 2008, nikajifungua mtoto wangu wa kwanza. Kujifungua hivyo maisha ya ndoa, na huku nina sanaa mwenyewe. Ni kwa kipindi hicho mume wangu kanikuta, huyo mwanaume sasa ambaye ni mume wangu alinikuta mimi hivyo nahangaika. Leo nikisikia kikundi hiki naenda, sababu niliamini kuna kitu nitakipata. Yani kuna kitu nitakipata kupitia sanaa. Aidha sanaa liwe daraja la mimi kufikia ile mafanikio yangu ninayotaka. Basi hivyo ikatokea tu tunaishi, kitokea kazi huku nafanya, nikaja nikapataga movie. Kupata movie ndo movie yangu ya kwanza ambayo watu naweza nikasema walinijua kupitia movie ya Mrembo Kikojozi, ambayo ni Mtunisi ambaye aliniingiza. Umeona, ninamshukuru sana Mtunisi, ndo mtu ambaye naweza nikasema amenisambulisha kwenye game. Baada ya Mtunisi kuniona, akanichukua, akanifanyisha ile kazi. Mimi nilisema nikipata nafasi hata ya kucheza sini 3 tu, yani nitazicheza mpaka hawa ambao wanahitaji mtu wa kucheza watanitafuta. Kweli nilijiwekea nia, lakini kichwani ile picha ya maisha yangu inajirudia, na nasema kabisa nataka nifike ya kwenda mbele. Exactly. Basi Mtunisi alivyonichukua nikajikuta nacheza sini 5, lakini wakati niko camp nafanya zile sini 5, Claudia akaona inaeditiwa. Umeelewa? Baada ya kuona inaeditiwa, Claudia akapiga simu kwa Mtunisi, nahitaji huyo msichana akitoka hapo aje kwenye kambi yangu, na muhitaji nicheze naye movie. From there sasa nikawa nasema sasa lile daraja ambalo nilikuwa nalitengeneza kwa mikono yangu linakaribia kukamilika. Baada ya hapo Claudia akaamua, sasa wewe utakuwa labda saa nyingine project manager yangu. Yani kwanza, yani unajua sikuamini sasa. Kasema wow, kumbe ukiweka nia unafika. Basi baada ya hapo Claudi mara kina JB, yani nikawa nafanya kazi sasa na watu ambao sikuwategemea, unajua ambao mimi nilikuwa nawaangalia, then leo hii mimi niko kazi moja na JB jamani. Umeelewa? Kwa hiyo maisha yakawa kidogo yana afadhali. Baada ya hapo nikaja nikapata kazi tena Kenya. Nikaondoka nikaenda zangu Kenya, nikafanya tamthilia inaitwa Kashfa. Sasa ile ndio ikaja ikanitangaza yani sana. Umeelewa? Alafu ni kitu ambacho pia naweza nikasema nikapata mafanikio kupitia ile Kashfa. Nisiwe mnafiki, niwe mimi ni mtu wa kukumbuka fadhila na kushukuru. Vikwazo vilikuwepo vingi sana kwenye ile kazi, lakini kuna manufaa. Unajua unapopata kitu kuna yale mauzi, makosa unayasahau, kwa sababu ile faraja inayokuingia inafuta vile vyote. Na changamoto ya kwanza ambayo nilipata ni ile kitendo cha kusema kwamba sitokuwepo kwenye nchi yangu kwa muda kadhaa. Kwa mimi simuoni mume wangu, sioni mtoto wangu, sioni nyumba yangu, I'm not free there to do anything. Yani hauko huru. Unajua unapokuwa kwa watu Basi mwenyewe nikawa nikimaliza kushoot kule, tunapewa break kidogo, unakuja nyumbani. Nakuja zangu nyumbani huku, nakaa miezi miwili, narudi tena Kenya. Hivyo. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi kwa akili kwamba target yangu hapa ni hii pesa. Hii pesa nikiipata nifanye nini? Umeelewa? Hii pesa nikiipata nifanyie nini? Naam, mpenzi mtazamaji, kumbe pesa nzuri ni ile ambayo unaipangia malengo
kabla hujaipata, ili ukiweza kuipata ufanikishe lile lengo ambalo umelikusudia. Sio unapata pesa ndio unaanza sasa kuwaza sijui kanunue simu kali, kanunue vijora. Yaani nguo mpya hazikupiti mtoto wa kike. Utakitesa kizazi chako kijacho. Weka malengo, weka nia, timiza lengo lako. Hebu twende tukaangalie mwenzetu alipopata pesa alifanyia nini. Na talent nyingi. Mwanzo nilikuwa naanza kutengeneza nywele. Nikasema nywele mpaka mtu aamue kuvaa nywele mpya leo. Nikasema unajua mimi ni mpishi mzuri, mimi napenda kupika. Yaani mimi napenda kupika afu naweza. Hongera sana. Asante. Umeelewa? Ni kipaji. Yes, ndio maana nakwambia nina talent nyingi. Kwa kwanza nikawa napika. Nikipika na post. Unajua yani na enjoy ile napika na post watu waone ninavyopika. Then unashangaa watu wanakuja, wanakula, marafiki, wasanii wenzangu. Leo umepika, yeye anakuja basi. Au mwingine hata kama anapita tu vipi, kuna kitu hivyo. Then baadaye akanifuataga Peter Msechu. Mtu wa kwanza kunifuata aliniambia Peter Msechu. Alinitukana sana. Akaniambia wewe nini unapoteza muda kwenye sanaa, sijui nini. Kwa nini usifungue sehemu yako ya chakula? Unaelewa vizuri? Mimi ngasema yani huyu ananitukana mimi kuigiza wakati huku ndo kulikonifanya leo hii mimi nikawa najulikana, angalau naweza kuhema, umeelewa? Sababu nilikuwa na mzigo hapo nyuma mzito. Nikamwambiaje nitapika. Lakini muda bado. Akanifuata Idris Sultan. Akaambia Aisha pika. Unaweza kupika, kwa nini usifungue sehemu ya chakula? Sisi tunakuja kula bure kwako, tutakuja tutanunua. Nikamwambia muda bado. Wakati huo mimi nawajibu hivyo, mimi tayari bado niko nafanya kazi Kenya kule, kwa sababu ile tamthilia ilinichukua almost a year kuifanya. Lakini katikati ya ile tamthilia nikapata tena ujauzito. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ikawa nafanya kazi kwa watu, ujauzito bado ni mchanga. Tabu, kuna zile morning sickness zile, yani tabu. Yaani nilikuwa napata tabu, nafanya kazi kwa tabu. Yaani mpaka nalia, nasema hivi hawa watu kweli wananiamsha mimi alfajiri, wanajua mimi ni mjamzito na tumbo langu. Kweli wananiamsha mimi niamke alfajiri nikafanye kazi. Lakini kila nikifikiria hivyo, nawaambia ukweli. Kama ulipitia shida na ukapata mafanikio na ndani ya ile mafanikio ukaipata tena shida, lazima akili itakurudisha kule nyuma kabla hujapata ile mafanikio. Ndio kitu ambacho mimi yani nikitaka tu kuzembea najiambia hey, wake up. Amka, nenda kafanye kazi, kwa sababu ndio kitu ulichokuwa unakitaka. Mungu amekupa, kwa nini unazembea? Basi nikamaliza ile kazi ya watu, nashukuru Mungu, nikarudi zangu huko nyumbani, nikajifungua salama tena mtoto wa kike. Sasa hivi ana mwaka na miezi 4. Lakini baada ya mtoto wangu kufika miezi 6 nikasema sasa ni wakati wa mimi kuifanya ile kazi ambayo wenzangu walitamani niifanye, na hata mimi mwenyewe nilitamani, kwa sababu mamangu mimi, sisi tulikuwa familia maskini sana. Mimi nakumbuka akili yangu inanijia, tulianza kwanza kuishi Mombasa sisi, then tukahamia Tanga. Nakumbuka sikukuu inafika, mimi sina viatu. Naenda kutembea kwenye sikukuu, sina viatu. Unakula ugali, unatengenezewa maji yanawekwa chumvi. Kwa hiyo mimi nimeishi maisha ya shida sana, lakini niliyakataa yale maisha, nikasema nataka kuyakataa ya maisha na yes I can. Muhimu Mungu anipe uhai. Basi. Kwa nikafungua sehemu yangu ya chakula, nilikuwa nafanya pepa nyumbani kwangu. Nimefanya pale nikaona watu wanaanza kuitika. Watu wanakuja. Okay, then sasa hivi mtoto wangu kishafika mwaka, kwa nini sitafute kaji frame nijishikize? Basi nikaamua ni move kutoka nyumbani nije hapa sasa kufungua ofisi yangu. Napata changamoto nyingi sana kwenye hii kazi, tofauti na nilivyokuwa nafikiria mwanzo. Lakini mimi nimejiwekea kushinda, na hapa Mungu. Labda leo hii nife ama nipewe maradhi endelevu ama nikatike kiungo, lakini I will never give up
on this. Yani with the confidence. Namwogopa Mungu na ndio mwenyewe aliyenifanya niwe hapa. Ikiwa aliniweka chini, akaninyanyua, basi hakuna kitu ambacho kitakuja kunirudisha nyuma zaidi yake yeye. Mimi nilitamani sana kuwa mtangazaji. Uwezi amini. Yani nilikuwa saingia kabisa nikiona mtu anatangaza kwa Taifa Habari kisha tu na mimi nashika nilikuwa kopo au mwiko. Naanza, hii ni Taarifa Habari. Msomaji wako leo ni Esha. Hivyo. Lakini nikajikuta sasa baadaye mtu aliyeniingiza mimi kwenye sanaa, Dariama. Unajua mimi na Dariama tulikuwa tunakaa karibu Mwembe Chai. Akaniambia twende. Mimi nikamwambia siwezi. Mtu unaliaje upigwi? Au mtu unatakiwa uchekeshwe, mimi siwezi. Nikaja kumuona yeye, then na mimi nikaanza kuingia. Kwa hiyo nilichokuwa nakitegemea, Mungu akaniambia no, nitakushika mkono, nitakuingiza huku. From huku nitakupeleka mbele zaidi. Though sijaridhika na hapa nilipo, ila namshukuru Mungu kwamba angalau katika ile safari yangu ninayotaka itimie, niko kwenye robo ya safari. Kwa hiyo nimebakiza robo 3 za safari yangu. Kiukweli siku ya kwanza naumwa uchungu, nililia sana, alafu machozi hayakutoka ngo. Umeelewa? Kwa hiyo ile nakuja kujifungua, alafu nakuja kujua ni mtoto wa kike, yani ni siku ambayo nilifurahi sana kwenye maisha yangu. Nikasema kumbe Mungu alimchukua mama ili aniletee mtoto. Anyway, yeah. Yani najua wataiona hii kitu. Na wenyewe wanajua kwamba wao ndio kila kitu kwangu. Yani wao ndio upendo wangu kwao umepitiliza. Yani unajua mpaka mwenyewe najijua kwamba napendwa. Yani mimi napendwa. Wako zangu wananipenda sana. Mtu ambaye anakupigia simu, niambie mwezi huu umepokea tenda gani? Kwa nini usifanye hiki, usifanye hiki? Yani nawapenda, afu nawaheshimu sana na nawaombea maisha marefu. Cha kwanza ni kujiamini na kuweka nia. Yani leo hii mimi naweza nikasema ni balozi ambayo ukinipa nafasi ya kuelezea, nina uwezo wa kusimama kokote na kujielezea mimi mwenyewe tena bila aibu. Kwa hiyo kwanza unatakiwa ujiamini, pili weka nia. Alafu tafuta njia yoyote ya kuikamilisha ile nia yako. Only ile njia iwe ya halali ambayo haitakuletea wewe mwenyewe madhara baadaye. Kwa hiyo yani usigive up. Kwenye maisha hakuna kitu kufeli. Otherwise umejiwekea mwenyewe kwamba nataka kufeli. Mimi ni msanii. Naigiza. Mimi ni mfanya biashara. Yani mbali na usanii wangu nimetaka kuonyesha watu kwamba mbali na talenti hii nina hii. Kwa hiyo natamani sana itokee kampuni yoyote ambayo ingeweza kunisupport, aidha niwe balozi wao kupitia hizi kazi zangu ninazozifanya, kwa sababu ninapopata ubalozi ama ninapopata support, tayari kuna watu nyuma yangu na wapa maisha ambao na wenyewe pia wana changamoto ya maisha, lakini kupitia mimi ambaye nilipitia changamoto walizokuwa nazo, tayari nakuwa na wainua bila wao wenyewe kujua kwamba huyu mtu anatuinua naye alipitia maisha haya tuliokuwa nayo. Kwa hiyo natamani sana itokee kampuni ama kampuni zozote ziweze kuona thamani yangu, wanichukue, tukubaliane, tufanye kazi ya aina yoyote, ili mradi isishuke ama isitoke kwenye mipaka ile ambayo tunatakiwa tuende nayo sawa. Mimi ni mpishi. Kuna makampuni kibao ya vyakula ya nini, matangazo chochote. Yani natamani sana. Natamani yani sijui nikwambieje. But
Ndio hivyo. Naam, mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vingine vijavyo vya kukuelimisha na kukuburudisha. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, YouTube One Time Promotion, Instagram OneTime_promotion. Mimi naitwa Rukaya Mbele, ni brand ambassador kutoka One Time Promotion. Ni mabingwa wa kukuza na kutangaza biashara yako katika level za kimataifa. Ukipenda unaweza kaniita Twige Mpole au Nyara za serikali. Huwezi kumzuru Twige alafu serikali ikakuangalia. See you. Dr. Tata, kiboko wa magari ya Tata. Dr. Tata, kiboko wa spare za Tata.